Saratani haina umri. Saratani inapata watoto, inapata watu wazima, inapata akina mama, inapata akina baba. Sasa ni baadhi ya saratani zinatofautiana. Unaweza kuona hizi zinapatikana zaidi kwa watoto kuliko watu wazima. Hizi zinapatikana kwa watu wazima kuliko watoto. Kwa hiyo ni wote tu wanapata saratani. Okay? Alafu ni namna kujiepusha na saratani. Umeliongelea hilo. Sasa unakutuje kwenye swala la saratani, visababishi vyake. Sehemu kubwa ya saratani inatokana na mifumo yetu ya maisha tunayoishi. Uvutaji sigara. Kama kuna wenzangu wanavuta sigara hapa, naweza kuambia hiyo ni sumu namba 1. Unywaji pombe kupita kiasi, hasa hizi pombe kali hizi. Pia vyote vinakuwa ni tabia hatarishi. Ulaji wa vyakula ambavyo ni vya kimagharibi, hizi junk food haya ambayo tunala huko McDonald's na kwingineko, na mafuta mengi. Alafu tabia zembe pia kama kutokufanya mazoezi. Vyote hivyo vinachangia. Sasa ukijumlisha hivyo, kuna swala pia sasa la maambukizi katika hizi nchi zetu zinazoendelea. Kwa mfano, ukiongea saratani ya shingo ya kizazi, unaongelea virusi vinavyoitwa human papilloma virus. Maambukizi ya virusi vya namna hiyo navyo vinasababisha saratani kutokea. Kwa hiyo na ukishajua hivyo visababishi, then ni rahisi sasa kuangalia unajiprotect namna gani. Kwa mfano, ukija kwenye virusi sasa, kuna chanjo. Serikali imeanzisha mpango wa kuwachanja mabinti wenye umri wa kuanzia miaka 9 hadi 14, kuhakikisha kwamba wanapata chanjo ili kuwakinga dhidi ya kirusi cha human papilloma virus, ambacho baadaye baada ya miaka 10-15 inamsababisha huyu mtoto sasa hivi baadaye anapata saratani ya shingo ya kizazi akiwa ameshakuwa mdada wa miaka 30-40, ndo anatakiwa awe mzalishaji kwa ajili ya nchi, anapata tatizo kama hilo. Kwa hiyo nichukue pia nafasi kuwaomba mueleweshe watu kuhusiana na hiyo chanjo. Ukisikia kwamba hiyo chanjo, manake wanaotoa chanjo wanaenda mpaka hata mashuleni huko. Ukisikia kwamba binti yako anakuambia kwamba kumekuja watu kutoka Wizara ya Afya wanataka kutuchanja kuhusiana na kutukinga na hiyo saratani, msije mkakataa, kwa sababu kuna moja imetokea, moja alipigia simu akaniambia tunasikia hizi chanjo zinazuia watu kupata uzazi. Zile chanjo ambazo ziko well coordinated, ni serikali imeziapprove, zimefanyiwa majaribio kila mahali, zinatumika dunia nzima. Kwa hiyo chukueni nafasi hiyo, ni fursa kuhakikisha kwamba mabinti zetu wanachanjwa. Kwa sisi ambao au kwa nia ambao tayari mmeshakuwa kubwa, mmepita ule umri wa kuchanjwa, mnachotakiwa ni kuhakikisha kwamba kila mara, at least mara moja kwa mwaka, unaenda kufanyiwa screening. Ukifanyiwa screening, kama tatizo lipo, utagundulika mapema, utatibiwa na utapona. Kwa hiyo ni moja ambalo nilikuwa nataka ueleze.